Vipi mke wangu? Mbona kama unamwaza? Hii hali sio ya kawaida kabisa. Nilikuwa jikoni naosha vyombo, nikahisi kama naita, nikatoka. Nilivyotoka naangalia, naona kivuli kinaishia. Natoka hapa sebeni, sioni kitu, kidogo tunakuona wewe. Nataka kuniambia umeona tena mauzauza, si ndio? Hii hali inanikatisha tamaa kabisa mume wangu. Mama, mimi nahisi hii ni hali ya kawaida. Hata ugonjwa unaumwa utapona. Nani kama nitapona? Ninajisikia sidhani wanangu kama nitapona. Lakini mimi naamini Mungu ni mwaminifu, utapona. Mwombe Mungu wetu saidia baba. Unaendeleaje hapo? Mgonjwa bwana, ni kama unavyoona hali yake sio mbaya sana. Hayo ni ya Mungu tu, atusaidia atapona. Kubwa ni kumwombea. Karibu hata kupokea. Asante. Mama. Matunda yamekuja. Unaweza ukawa nakula hapo pati angalau warau hata nguvu. Unakula matunda kwa sana kwa sababu kama chakula kipandi matunda yatakusaidia. Hai brother, kwa sababu mimi nakaa mbali na mama. Tutakuwa najitahidi kumwangalia kwa upande wa kula. Yaani kuhusu kwa karibu na mama. Niko naye bega kwa bega, simwachi kiatu. Sasa nakuomba mara moja. Mimi hivi brother. Hii hali unayoiona ni ya kawaida? Sio ya kawaida. Unamaanisha nini hapa? Maana mtaani kwetu ninakopita naambiwa kwamba sisi wote ni washirikina. Sasa hilo jambo nimelibeba kwa kwa sintofahamu. Nalifikiria bado sijapata jibu. Kwa hiyo unataka kuniambia una namna fulani na unahisi kwamba nguvu za kishirikina zinahusika katika hili? Inasemekana kama tumeanza kula wazazi wetu, tutakula mpaka vitukuu vyetu. Sawa. Itabidi tufanye uchunguzi. Ndiyo brother, alisemalo lipo. Nimechoka hapa, nikifika kwanza inabidi kwanza kidogo nipate jambo kuoga. Kuoga basi mambo mengine afadhali. Cheza size bwana. Nakuonea huruma sana jinsi ulivyojistiri na mtu uliongozana naye ni tofauti kabisa. Huyu mwanamke mimi kaniibia vitu vyangu. Salamu. Mwanamke ni maana sana. Mimi nilikuwa namtafuta sana huyu.
Ni kweli anaozungumza shehe wangu? Hapana. Afu umenifananisha sio mimi. Mimi kufananisha wewe? Mimi kufananisha wewe? Ngoja kwanza shehe wangu. Sina cha kungoja hapa. Ninachohitaji ni vitu vyangu basi. Hebu ngoja kwanza shehe wangu. Hebu naomba unidadavulie ni nini shida? Takuibia ili kimazingira yetu. Huyu mwanamke mimi namfahamu vizuri shehe. Namfahamu vizuri. Juzi mimi nimelala naye guest, kaniibia hela, kaniibia simu. Hapa nilipo nilikuwa namtafuta huyu. Nataka simu yangu, nataka na wallet yangu. Sasa naomba unisikilize shehe wangu. Umenielewa? Huyu mimi ni mke wangu wa ndoa. Wako? Ni mke wangu wa ndoa. Pole sana. Umenielewa? Kwa hiyo chochote alichokuchukulia mimi hapa nitalipa. Kama ni kiasi cha pesa ni chochote mimi nitalipa. Amenichukulia hela, amenichukulia na simu. Udai shilingi 50,000 ambayo ilikuwa kwenye wallet ambayo aliondoka nayo. 50,000. Na simu basi. 50,000. Sina mjadala mwingine hapo. Sawa, mimi nakupa hiyo pesa. Shika. 50,000. Yeah. Sawa. Sawa, 50,000 hii. Na pesa ni hii. Vipi kuhusu simu yangu naipateje? Simu yako unaipata, ndugu yangu. Umenielewa? Simu yako unaipata. Sasa cha kufanya hapa, mimi nakuachia kadi ya mawasiliano, business card yangu. Naomba unitafute ili kupata simu yako. Huyu mimi ni mke wangu wa ndoa. Sijali. Ya pole sana. Wewe kazi unayo. Bwana Mlamu, salamu alaykum bwana. Salama kwema kabisa. Nakuona. Unajitahidi. Taswampa sana mwaka huu. Umerudi tena? Ndio. Bwana hali bado iko vile vile. Jongo na ndoto zinarudia vile vile. Umekosea masharti. Hapana, masharti nilifuata kama ulivyonielekeza. Umekosea masharti. Sikiliza nikwambie. Mimi uwaga sifanyi kazi na watoto wadogo. Unataka katafute pesa, urudi tena. La sivyo, siwezi kukusaidia. Sawa? Dada, habari? Safi, mambo. Safi kabisa, kwema? Nzuri. Mbona siku hizi unaonekana? Nipo, wewe ndio sikuoni kabisa. Eti mwenzangu unamuona? Anauguza. Ni kweli nauguza. Pole. Ndio maana sionekana kama ulivyosema. Kusema kweli, kwa kipindi hiki najikuta mpaka kichwa kinakuwa cha moto. Pole. Asante. Ila mimi niko napita. Shauri wao na kuangalia nyumba ulisi.